Bwana Jehova, kwako kuna furaha ya kutosheleza. Kuna amani ya kutosheleza Bwana. Tunaliabudu jina lako takatifu. Tunaliinua jina lako Jehova. Wewe ni mwamba ulio imara. Pokea sifa na heshima. Mpe Bwana shangwe na makofi makubwa. Haleluya, twakupa sifa. Haleluya, twakupigia makofi yawe. Tukikiri hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Wewe Bwana unastahili sifa zetu. Unastahili kutukuzwa. Unastahili kuinuliwa. Sifa na heshima ni zako. Milele watawala. Milele watawala Bwana. Milele wewe ni mfalme. Milele hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu wa ajabu. Umeshangaza mioyo yetu. Haleluya, twakuabudu. Haleluya Bwana, pokea sifa. Mfalme, twaliinua jina lako. Oh, haleluya. Kanisa mpe Bwana shangwe na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Yes Jesus. Yes Jesus. Haleluya. Keti katika uwepo wa Bwana. Thank you, praise. Praise team, thank you. Situchagilie kwa makofi ya wapendwa. Na hiyo ni kionjo tu. Hiyo ni kionjo tu. Sema hiyo ni kionjo tu. Wanakuja dakika ingine 10 moto moto hapa. Kwa hivyo edeni mkunywe tu maji na hapo mtarudi hapa, nitamuhitaji hapa. Karibuni sana wageni wetu. Sema ya kwamba kila mtu ni mtu. Hope Fellowship Center, Fountain of Divine Grace. Mahali hapa tuko located hapa Jiro. Kwa hivyo kwa wakati huu naona ni kama tuko na muibaji mahali pale. Amen. Ama sio muibaji na muona pale. Muibaji. Yeah? Si nyinyi ni waibaji? Si ndio? Yeah? Tampatia nafasi mahali hapa. Kwa hivyo kujeni muorganize na watu wa mitambo hapa. Hii nafasi ni yenu. Ndio tuendelee mahali pengine. Na kuna muibaji mwingine? Kuna muibaji mwingine hapo? Uwepo wako uende nasi, we Mungu wa majeshi, tusikia kama uende nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunaomba uwepo wako uende nasi, wa majeshi, tusikie kama uende nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Shangilia Yesu kwa makofi. Karibu sana. Thank you. Namugaidia. Bwana Yesu asifiwe. Rudisha nyuma. Nisalimie. Asante sana. Ndakugaidia murori wa Sky Cable TV Kenya haria uratwirorera uri ni tondu twi live mitambo-ini ya Sky Cable TV Kenya. We uraturora haria ukiri muthenya wa umuthi twi guku kundu gugwitwo Jiro, nikuo tugicemanirie na kanitha wa Hope Fellowship Center, na nikuo tukire mucemanio, na ni njui Ngai wa muone ukorwo agikurathima ugithie na mbere na
gutwirorera mitambo-ini ya Sky Cable TV Kenya ne njoe mukire mitambo-ini thaa ici mwandike comment cianyu na mucoke mucere andu aingi okohoteka mucoke muthie mwena wa YouTube mwarikie gukinya kou bado tumwiraga mu subscribe onawe ukire na mutambo waku haha na ukiingire ndagika ciganona ukorwo gi comment na ugikorwo ugicira andu aingi mere twi mucemanio-ini guku nie njitagwo Rose Praiser no ndagitwo kuina. Amen. Na tuli guku ithuothe bodi ya Sky Cable TV ikiri area tumahurira ruhi rwega no tondu ndinagitwo nigetha njarie ndirenda gwita mundu gwitwo Shiko Kamitha ni njui ni mukimuonaga mitambo-ini na ni njui Ngai wa muo ni agukorwo akimurathima. Karibu sana Shiko nigetha tuine rwimbo ruru nawe na ni njui Ngai ni agukurathima. Uyu akurehagira tabarira itagwo ni agukwira tondu nimurakiona uria akimacite na ni agukorwo akikugeithia. Acio angi ni magukorwo makiaria na haria thutha-ini twina manager kundu guku twina aria nene pio riu makiria na producer akiri o guku na ni njui Ngai ni agukorwo agikurathima na Ngai wa muo agwike wega. Mbogeithia andu nigetha tuine. Amen. Wonderful. Ciehanda rucini wiraga ni wonderful tondu Jehova Ngai ni akwarahurire na agukinyiria muthenya ungi. Karibu sana thiini wa Sky Cable TV Kenya. Tuthie na mbere gukena guku mwena wa Njiro tugoce Ngai twambararie Ngai hatire na undu ungi otiga guteithia ucio mwene hinya. Tugushukwa Kamitha kuma Sky Cable TV Kenya. Na no twirorere thaa 4 cia utuku Wega TV nitugukorwo kuona kigoco. Oguo mkiwa hapo kwa TV ufungulie Wega TV ukiwa kwa nyumba utakuwa ukituona hapo na Mungu atakubariki. Finya ama imeloko kutoelewa maandiko, ukilielewa neno hautashindwa. Shinda ni kutoelewa maandiko, ukilielewa neno hautashindwa. Umeteswa na umedanganywa, umezungushwa hujui neno. Umeteswa na umedanganywa, umezungushwa hujui neno.
umeteswa na umedanganywa, haujui neno. Umeteswa na umedanganywa, umezungushwa, haujui neno. Unaambiwa Yesu ako pande hii, unawafuata kwa sababu haujajua neno. Neno ndio ukweli. Hautakufa kabla ya muda wako, atakukalisha mpaka mwisho, atakunywesha maziwa ya mataifa. Wakati wa kiangazi wewe utavuna. Hautakufa kabla ya muda wako, atakukalisha mpaka mwisho, atakunywesha maziwa ya mataifa. Wakati wa kiangazi wewe utavuna. Shinda ni kutoelewa maandiko, ukilielewa neno hautashindwa. Shinda ni kutoelewa maandiko, ukilielewa neno hautashindwa. Umeteswa na umedanganywa, umezungushwa, hujui neno. Shinda na umedanganywa, umezungushwa, hujui neno. Shinda ni kutoelewa maandiko, ukilielewa neno hautashindwa. Shinda ni kutoelewa maandiko, ukilielewa neno hautashindwa. Umeteswa na umedanganywa, umezungushwa, haujui neno. Tupigie Yesu makofi. Haleluya. Amen. Hatutateseka tena. Amen. Ninapokaribisha praise team, praise and worship team, ninapomkaribisha ili tuweze kuwa na kipindi cha dakika 5 hivi cha kupraise. Tunaposema ya kwamba Bwana anastahili, ni kwa sababu ameleta Elisha siku ya leo mahali hapa. Amen. Wale ambao hawakuwa jana, leo ni siku kuu. Maji hayatakuwa makali tena. Ardhi lazima itazaa. Amen. Mashamba yetu lazima yatazaa. Biashara zetu lazima zitanawiri katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu ametuma mtumishi wake Elisha akaweze kuweka maji. Kile maemosha moide tiguo. Maroro tukunywa wake. Sasa tutakunywa maji siku ya leo. Amen. Karibuni present dakika 5 peke yake. Karibuni sana tunaposherekea uwepo wa wageni mahali hapa. Asante, karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tusimameni kwa uwepo wake Bwana, tumshangilie Yesu tunapoenda kusifu. Pigia Bwana Yesu shangwe na vigelegele. Shangilia Bwana Yesu. Amen. Piga makofi yako kwa Yesu. Yes.
Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kushangilia Bwana Yesu kwa makofi. Amen, amen. Nashukuru Mungu tunaweza kuketi in the presence of the Lord. Bwana Yesu tunashukuru ya kwamba this is our second day. Mungu wa rehema amekuwa nasi jana. We had a very wonderful time. Na ninaamini ya kwamba fully convinced ya kwamba Mungu yuko mahali hapa. Na kwa sababu yuko mahali hapa, he has something for you, he has something for me. And I want to believe Mungu ametuleta akiwa na kusudi jema na kamilifu ya kwamba aweze kuleta mabadiliko katika maisha yako na katika maisha yangu. Na Mungu hajawahi kuleta watu wake walete tu bure, waweze kuja, anawaleta pakiwa na kusudi. And I want to thank God ya kwamba the man of God is in the house, and I believe something has been prepared for us. Na bila shaka leo utapokea kile ambacho Mungu amekusudia tuweze kupokea. Nataka kuweza kutambua wageni wetu ambao wametutembelea. Tuna timu ambayo imekuja na waliokoka leo. Naweza kuona kwa mkono during our door-to-door evangelism. Wow, tupigie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya wale ambao wamefika. Bwana wabariki sana. I want to tell you, mwanzo mpya wa maisha yenu umeanza. Na Mungu bila shaka atawatendea maajabu kwa sababu ni mwaminifu. Bwana wetu asifiwe. Leo watu kadhaa wameokoka na tunaamini ya kwamba before the end of the day tomorrow Mungu anaongeza nao. Kwa sababu watu wameteswa huku nje, hatungetaka wateswe tena. Tunatangaza ya kwamba mwisho wa kuteswa na shetani umefika mwisho. Bwana wetu asifiwe. Ninaamini ya kwamba Bwana wa uzima atazidi kutenda makuu na maajabu. Nataka nitambue wachungaji wetu ambao wamekuja, tumekuwa wao, wengine wamekuja leo. Wachungaji jana tulikuwa na Pastor Maina, hatukuwa na yeye, Pastor Nganga hatukuwa na yeye. Ni vizuri at least na Pastor Julius namuona, Mrs. Bishop namuona. I think ni vizuri tu atambue. Hebu wapewe mic. Wapewe mic waweze kutusalimia na itakuwa ni vizuri sana. Bwana Yesu awabariki. Tunaweza kuanza na Pastor Julius tusalimie na itakuwa ni vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nina furaha kuwa jioni ya leo hapa ili nikaweze kubarikiwa pamoja na nyinyi. Moyo wangu unatarajia makuu. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Julius Irongo. Nimetoka kanisa la Maloloi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Bwana kubariki sana. Thank you. God bless you. Tunaweza kusalimiwa na Pastor, karibu tusalimie tu kwa kifupi. Bwana Yesu asifiweni. Amen. Kwa majina ni vile mmesikia, naitwa Pastor Karemi. Zaidi ya hayo yote nimeokoka. Kristo ni mwema ndani ya maisha yangu. Naendelea kushuhudia ukuu wa Bwana. Nilikuwa nafikiria mimi nitapitwa sababu jana nilishida hapa, leo nimeshida hapa sababu ya Injili. Kesho bado niko natarajia kuona mkono wa Mungu siku yote, na kwa hivyo nilikuwa nafikiria nitapitwa, lakini Mungu awabariki sana, Mungu atendee mema na Mungu akaweze kuwalinda. God bless you so much. Thank you. Tuna wengine hapa, wachungaji wako hapa. Mrs. Bishop tusalimie. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina nilise Mugo, nimeokoka. Simi Bwana, niko na furaha siku ya leo kwa sababu hapa ili Amen. Bwana tubariki sana. Tuna Mrs. Julius. Mrs. Julius yuko hapa. Very good. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Namshukuru Bwana in this season of revival na isapatikana katika nyumba ya Bwana. When the Lord is preparing his people for his second coming, he's preparing me. Naitwa Mrs. Pastor Julius kutoka Maruru HFC. Bwana wabariki sana. Amen. Thank Amen. you. Thank you. Tuna Pastor Maina hapa. Very good. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Jana nafikiri nilikuwa hapa waliokuwa asubuhi kuvua nafsi na tuliweza kutembea pamoja na wao. Ni vile tu masaa ya jioni nikakimbia mahali tukuweza kumaliziana vizuri katika revival. Na nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana.
amekuwa mwaminifu katika maisha yangu sana. Naitwa Pastor Maina na hudumu na HFC Pipeline. Karibuni sana. Asante. Tusalimiwe na Pastor Nganga, yuko pale. Very good. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hebu tusalimiane ni hivi kwa upendo wa Kristo Yesu. Amen. Kwa majina yangu ni Pastor Peter Nganga, nahudumu na Hope Fellowship Center pale Dadora, na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na pia wapendwa, Mungu anatupenda. Naamini hakutuleta hapa bure, bali ako na neno lako, ako na neno langu, na wale waliompokea wa Yesu, Bwana anawatia nguvu leo ili mkaende safari mkiwa na nguvu. Barikiweni sana. Amen. Amen. Sasa man of God Bishop atatusalimia. We have Pastor Sarah. Tusalimie vile vile. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Sara Joroge, nimetoka pale Mweki. Chonjo, sikie neno la Bwana, ulikubatie vizuri, ushike vizuri, ukimbie nalo, atimize katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa. Thank you. We have Pastor Nancy. Tusalimie vile vile. Bwana asifiwe. Amen. Nami naitwa kama vile amesema, ninafurahia Bwana kwa sababu ya vile anatenda katika hii sehemu, na ninajua kila mtu mwenye ameparticipate katika hii kazi. Hii ni kazi ya Bwana, ndio tumeitiwa, na hakika tumeona vile Bwana ametenda katika huu mji. Bwana wabariki sana tunapoendelea kupokea zaidi na zaidi kutoka kwa mtumishi wa Bwana. Karibuni sana katika jina la Yesu. Amen. Thank you. God bless you. God bless you so much. I want to appreciate the Sky Cable TV who wako hapa pamoja nasi. Tunashukuru sana. Tunatambua uwepo wenu kuwa nasi. Tunaweza ku appreciate this team. They are actually doing a very commendable job. They are recording us live. Na kwa hivyo ile chochote kinachoendelea wamekutuma kwa mitandao. Nimeona tayari ripoti imeanza kufika sehemu mbalimbali, na kwa hivyo we want to appreciate them. Can we give them a clap once again? Na tunasema Bwana wabariki sana kwa kazi hiyo nzuri ambayo mnafanya. We are not taking it for granted. Bwana awabariki sana. Ningetaka kwa sababu wetu vile tunaweza kuungana pamoja, tusimame tuweze kukaribisha Bishop ili aweze kuleta the man of God, mtumishi wa Mungu ambaye yuko pamoja nasi. Mungu amemtayarisha. Ninajua ya kwamba Mungu ana kitu kwa ajili yetu, tutapokea kwa ajili ya utukufu wake Bwana. Bishop, karibu sana uweze kutukaribishia mtumishi wa Bwana, na Bwana atatubariki. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kugieni mkono kwa furaha. Haleluya. Tunashukuru Bwana. Tuna siku nyingine. Amen. Bwana kwa ukuu wake ametulinda, na vijana ametuleta tena hapa. Na leo naweza kushuhudia mtumishi wa Bwana kwamba eneo ilikuwa nzuri kuliko jana. Tuliomba hapa jana, eneo limeanza kuhisi kile kinafanyika. Tunashukuru Bwana. Amen. Kwa hivyo tutulie, kuna jambo, kuna kitu kwa ajili yako, na ninaamini ya kwamba tutasonga hatua penye tulizoachia jana, sababu leo hakika tutabomoa misingi miovu. All the evil foundations tutaanza kuziondoa, na tutabaki na kilicho chema. Amen. Bwana wetu atukuzwe. Sitaki kutupata dakika moja, nataka ku have it all. Kwa hivyo with great pressure nataka ku invite the man of God akuje aendelee chenye Bwana amempa, atupokezee, tukimbie nacho vile tumeambiwa. Amen. Haleluya. Kwa makofi tumkaribishe mtumishi wa Bwana anapokuja kuleta neno la Bwana kwetu siku ya leo. Amen. Wewe ni mwema, haufananishi. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema, haufananishi.
wewe ni mwema. wewe ni mwema. Tuinulie mikono yetu tumwambie Haufananishwi, wewe ni mwema Bwana. wewe mwema. Wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana. Wewe mwema. Wewe ni mwema, Haleluya. haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana. Wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana. Wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana. Baba, tunakiri wewe ni mwema. Fadhili zako ni za milele. Matendo yako ni ya ajabu. Wewe ni mwema. Tumeona wema wako. Tumeona uzuri wako. Asante kwa kuokoa mchana wa leo. Asante kwa kuguza maisha ya watu wako. Asante kwa kutembelea eneo hili. Baba, tunasema sifa zikurudie. Tunakuadhimisha jioni ya leo. Twakuinua mahala hapa. Twakuinua mahala hapa. Twakuinua mahala hapa. Twakuinua mahala hapa. Tunakuadhimisha Bwana. Tunatangaza wewe ni Mungu wa mbingu na nchi. Wewe ni mfalme katika jina la Yesu. Tunatangaza njiro ni ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa sababu ya yale mambo unayoyafanya kwenye anga hii, kwenye eneo hili, kupitia hii mkutano. Umeona shauku na kilio cha watu wako, my Father. Shuka ukajidhihirishe, shuka ukatende. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima. We exalt in this place. We declare you are Lord and King. I decrease that you may increase. In Jesus' precious name, the people of God say amen. Patie Yesu sadaka ya makofi mazuri. I think we can do better than that. Give him a shout of victory. Celebrate Jesus. I say celebrate Jesus. Make a joyful noise before him. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Amen. Naomba upate kiti chako. Ningependa nichukue fursa hii kushukuru Mungu ya watumishi wake. Thank you so much, Pastor Geoffrey. Thank you so much, Bishop, and the entire church for this opportunity. Nachukua si jambo la kawaida kwamba nimepata nafasi ama tumepata nafasi nyingine ya kuwa pamoja nanyi. Kwa wale wanijui, naitwa Reverend Elijah Wankisa. Tunatoka Githurai 45. Kanisa linaitwa Stable Anchor Church. Nashukuru Mungu kwa sababu ya uaminifu wake. Amen. Jana tulikuwa hapa na tukabarikiwa. Hata sisi wenyewe pia tulibarikiwa. Unajua kuna wakati unahubiri unabarikiwa hata wewe. Zaidi ya labda yule ambaye amesikia neno. So I'm also blessed in Jesus' name. Jana tulikuja na mke wangu, is Pastor Catherine. Unaweza kusimama tu kwa sababu labda kuna watu hawakuwa jana. Just wave. Pastor Catherine, we serve together with her kule kwetu Githurai 45. Amen. You can say a word. Tutashukuru Mungu ukitusalimia katika jina la Yesu.
Amen. Neema yako Godha ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya ajabu. Neema ya Godha ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya ajabu. Naomba tukaweze kuelewa kazi ya neema in Jesus name. Amen. Let's appreciate her. Thank you. Tulikuwa na Leo jana. Leo simama tu. That's wave. Kwa vizuri. Thank you. Amen. Leo pia tumekuja na dada mwingine hatukukuwa na yeye jana. Wewe utasalimiana maana uko na sisi jana. Amen. Usifiwe. Pungia na mkono. Bwana wabariki sana. Naitwa Jacinta Mudoni. Hawa ni marafiki zangu, tumetoka na wao mbali na ninafuata hii neema hata mimi niweze kushikilia hapa, sitatoka bure. Bwana Yesu wabariki sana. Amen. Thank you so much. Jacinta, God bless you. Tufungue Biblia zetu kwenye kitabu cha 2 Kings chapter number 2. 2 Kings chapter number 2. Tukaribishe wale wanatazama kwenye mtandao. I hope we got the link. Kwetu pia tunaweza fuatwa kwa kupata link, itakuwa vizuri katika jina la Yesu. Tukipata hiyo great, then I can see it. Amen. Amen. 2 Kings chapter number 19. Sorry, 2 Kings chapter 2 verses number 19. Inasema awale tulikuwa hapa jana, we began a journey and I want to continue with that journey. The Bible says, and the men of the city said unto Elisha, behold, I pray thee, the situation of this city is pleasant, as my Lord see. But the water is not. And another version says the water is bad and the ground is barren. And he said, bring me a new cruse and put salt therein. And they brought it to him. And he went forth unto the spring of the waters and cast the salt in there and said, thus says the Lord, I have healed these waters. There shall not be from thence any more death or barren land. So the waters were healed unto this day, according to the saying of Elisha, which he spoke. May the Lord bless the reading of his word. Father, open our understanding, open our eyes, open our ears to hear you, open our eyes to see you. I pray for the spirit of revelation and understanding in Jesus' name. Hallelujah. Yesterday, we began a journey from 2 Kings chapter number 19. And we said that the men of Jericho came to the man of God, Elisha, na wakamwambia mtumishi wa Mungu, kama vile wewe unavyoona, mji wetu iko well situated. Ya pili, iko very pleasant. Lakini tatizo la mji wetu, maji yake ni machungu, na pia mchanga ama ardhi ama inchi inazaa mapoza. Bwana sana. Hallelujah. Na tukasema jana, niliwaambia wale tulikuwa hapa, nilipokuwa nikiombea hii mkutano, nilihisi kwamba that is a word for Njiro. Na kwamba inawezekana kuwa huu mji uko well situated. Na nikasema jana, mji unaweza kusimamia jamii, mji unaweza kusimamia biashara, mji unaweza kusimamia a city like this, ama jamii fulani,
lakini iko very well situated, kulingana na vile mtumishi wa Mungu, watu wa mji walisema, wakamwambia mtumishi wa Mungu Elisha, the city is well situated. Ya pili, iko very pleasant. Bwana sana. Yani iko sawa, lakini tatizo ya mji huu wa Yeriko, inazaa mapoza na maji yake ni machungu. Na nikasema jana, tumekuja kuongelesha hali ambazo zinakaa kama Yeriko. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuta kwamba jamii iko sawa, watu ukiangalia from the outside, this family iko well situated, they occupy good positions in leadership or even in the city, they are influential people, lakini ukichunguza kwa undani kuna vitu haviendelei vizuri. Bwana sana. Hallelujah. Family iko sawa, lakini wasichana hawaolewi. Family iko sawa, watu ndoa zao zinavunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikasema jana ya kwamba you can also, hii inaweza kusimamia biashara. Your business can be well situated. Uko katika street ambayo kuna biashara nyingi, lakini something is not adding up. Biashara yako haiendelei vizuri na unashindwa, what is the problem? Bwana sana. Na nikasema jana, unaweza kuta watu wanamwambia pastor, I tithe but I don't see the progress in my life. Mchungaji, mimi ufunga lakini sioni matokeo ya kile ninafanya. Nisikize mpendwa, you can be in a very situated place or pleasant, lakini kuna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na pia kanisa, nikasema jana, a church can be well situated. Kanisa yenyewe. Amen. Unaweza weka kanisa highway, lakini watu hawawezi wakaona. Watu wanapita hapa hata kibao, unamuuliza jirani, umeona kanisa linaitwa Hope Fellowship? Anasema inagonga wapi? Na anaishi hapo. Na anapita hapa asubuhi na nini? Na jioni. Lakini haoni. Kwa sababu gani? Kuna roho zinazosababisha watu wasione. Niliwapatia testimony jana, mahali tumejenga kwetu kanisani. Wakati tulipohamia pale, eneo lile lilitawaliwa na roho 3 ama 4. Namba 1 ilikuwa imetawaliwa na roho ya ukahaba, na roho ya ulevi, na roho ya madawa ya kulevya na uchawi. Mambo 4. Sasa tulipohamia mahala pale, nakumbuka tukifanya deliverance, kuna msichana alikuja kanisani, tukawa tunamuombea. Mapepo, of course, mapepo saa zingine huongea uongo na zinaongea ukweli. Kwa hivyo usikubali sana, lakini pia usikatae. Amen. Demons speak some truth. Amen. Lakini sana usiegemee hiyo truth yao, lakini wanaweza kukusaidia na information. Amen. Wakasema hivi, hii kanisa hata na nyinyi mmekuja. Tukasema tumekuja na tuko hapa kukaa. Akasema waliowatangulia ni makanisa mengi na tumewanyamazisha. Kwa hivyo hata na nyinyi tunawanyamazia. Nikamwambia hiyo ya kwanza tunaweza kuamini, lakini ya pili hatuwezi amini. Hamwezi kutunyamazisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pale ilikuwa ni ngome. Mchana saa hizi ungepitia. Na siku moja nikabebwa na pikipiki kutoka kwetu Githurai kuja kanisani. Nikamwambia mtu nipeleke Stable Anga Church. Siku hizi tunaambia wetu tulianza hivyo. Unajua ni vizuri kuwa strategic. Hiyo kitu ilipotendeka tukaanza kuomba. Nikamwambia mtu anipeleke kanisani. Aliuliza Stable Anga Church inagonga wapi? Nikamwambia ujui, nauliza nakamuuliza unabebanga watu kwa barabara fulani. Anasema hapo napitanga. Anasema na hujaona kanisa? Hiyo kanisa sikoni. Alinileta mpaka mlango wa nje ya kanisa. Alikuwa tumeweka fence wakati huo. Nikamwambia ni hapa. Anasema ungeniambia ni karibu na club 1. Na ni club. Na kenyewe hakana utukufu. Ka club kenyewe kanaisha. Lakini club inajulikana kuliko kanisa. Hello. Niliwapatia pia jana story mahali tulikuwa tunaishi before tuje mahali tulikuwa. Mtu anachukua 1 month kutafuta mlango wa kanisa. Mpaka anachukua likizo. Anasema hii kanisa nasikia worship inatoka vizuri. Na barikiwa, anatafuta kanisa haoni.
Tulipoteza washirika wengi wanakosa mlango. Kwa sababu gani? Na by the way, jambo la ajabu, tuko kwa highway bali tulikuwa hata saa hizi hatuko babaya, lakini watu hawaoni. So we began to deal na maroho yanayosababisha watu wasione kanisa. Bwana vizana, siku hizi tunaambia washirika wetu, we must also be strategic. We pray but we also do what? Strategize. Ukipanda gari Githurai, ambia gari niweke stable anga. Hiyo iko wapi? Utajua niweke stable anga. Wakati huo magari yasikuwa zinapita kwetu, maana barabara ilikuwa mbaya, so zinapita the other side of the rail. Kwa hivyo mpaka hata ile side tukapeana jina la stable anga, niweke stable anga. Pikipiki ukipanda, muambie akupeleke stable anga. Leo that's a whole household name. Githurai mzima, panda pikipiki utaletwa kwetu. Asifiwe Bwana Yesu. Asifiwe Yesu. Kwa hivyo nasema hivi, even a church can be pleasant. A church can be well situated, lakini haigrow. Haifanyi nini? Haigrow. Mnaweza kuwa na waimbaji wazuri kama vile nimesikia hapa vizuri, amen, wacheza vyombo vizuri, kanisa lenyewe ni nzuri, lakini doesn't grow. Why? Ni kama Jericho, iko well situated. Nilisema jana, Jericho lied, ilikuwa along the route ya trade. Bwana sana. Lakini Elisha alipoitwa, kuna mambo amefanya hivi, na nikasema ya kwamba an individual can be learned but no job. Umesoma sana lakini hakuna kazi. Amen. A lady can be beautiful lakini hakuna ndoa. Wanaume wote na unashindwa, watu wanakupita na wewe uko hapa, hata uko tayari kwa kuolewa, lakini hakuna mtu anakwambia hata kukunja jicho. Uko pleasant lakini ndoa. Bwana vizani, nilikuwa nasikia mmoja alikuwa anapea testimony, akasema yeye ajui ni nini shida na yeye, she always falls on men that are married. Yeye hata mwanaume yeyote anayemuuliza ni mwanaume aliyeoa. So kitambo aenda ajue huyu mwanaume ana mke, it is too late. Anajiondoa hapo, anakaa hapo kungoja Mungu, anaona mwingine anamkunjia jicho, anamwambia mimi sijaoa, wanaenda anakuta ameoa. Utafanya hivyo mara ngapi? Pleasant. Lakini nikasema jana, si kama nilisema jana, number 1, maji ya Jericho ndio ilikuwa na uchungu. Maji yanasimamia life. Yanasimamia nini? Life. So you can have a pleasant life on the outside, lakini umejawa na machungu. Why do people kill themselves? Kwa sababu wanajinyonga, kwa sababu wanashindwa. Why is it not working? Amen. Nimeweka effort zangu zote, nimetia bidii, nimesoma, but there is something not adding up. Nimekuja kukuongelesha wiki hii katika jina la Yesu. Lazima hiyo situation ibadilike katika jina la Yesu. Hallelujah. Biashara hai. Unakuta mtu anasema basi hakuna biashara, mimi sijajaribu. Amen. Nimeuza makaa, nimeuza mboga, nimeuza malimali, nimeweka nguo, nimeuza mitura. Amen. Lakini nothing is adding up. Badala ya biashara kuinuka, biashara inateremka. Bwana Yesu afisana. Leo tunataka tu address kila situation ambayo inasababisha maisha yako yapooze. Bwana Yesu afisana. Biashara yako isizae, huduma yako. Amen. Kuna dada moja tumekuwa tukiongea na yeye, na mimi nashindwa wangu naulizanga hiyo swali. Naona waimbaji wako hapa, unakuta wale waimbaji wamepakwa kutoa CD. Yaani mtu anaimba, sisemi wale wanatoa CD hawajapakwa, hapana, don't take me wrong, lakini unakuta mtu ako anointed lakini kutoa hiyo CD ni shida. I know one of us, miaka mingi
ni mwimbaji wa kimataifa. Unajua kuna kitu mimi nilikasirisha. Niliwaambia jana watu wa MBCI. Si mara moja tumelipia waimbaji wa nje tickets na wakuji. Sisi tumefika mahali tumeamua hakuna haja ya kuleta watu kutoka nje. Kuna watu wetu hapa. Hata kama unaimba vile unaimba, tunaanza kuappreciate vipawa. Tuko pamoja? Asiwe Bwana Yesu. Lazima tuanze kuinua our own. We have a major problem in Kenya. Na major problem in Kenya, we don't know how to celebrate and appreciate our own. Niliwaambia jana mimi nimetembea kidogo. Nigeria. That country, music ni ya kwao, everything. Ukikuta waimbaji wa Nigeria na muziki wa Nigeria, it is celebrated. Wahubiri wao ni wahubiri wao. They love their preachers. Kule mimi nimeenda unakuta mhubiri ni kama watu wanataka kulala chini. They respect men of God. Bwana visana. Enda hapa majirani wetu Tanzania. Sisi ndio tumeanza kufundisha watu wa Tanzania ukora. Sisi. Amen. Unamtumia mwimbaji tiketi ya ndege na kwa hapa Nairobi. Tumefanya hivyo kisha. Tumetuma ticket na mwimbaji hapo hapa. Anasema ninajiandaa. At the end of the day hakukuja mkutano yetu. Alikuja ila alitumwa aliyetu ameshatumwa. Alikuwa hapa tu kwa mkutano mwingine. Bwana mzani. Hallelujah. Tukaamua tukasema hii kazi maybe once in a while Mungu akituelekeza. Lakini tukasema lazima tuanze kuinua watu wetu. Amen. Hallelujah. Na pia lazima naye watu wetu tuweke standard. Naambianga waimbaji, mimi ma worship leader. I organize worship teams, especially katika mambo ya MBC na National Committee. I'm the one in charge of worship and music. So, naambianga waimbaji, lazima na sisi tuinue kiwango. Number 2, nani alisema ukiabudu na Kikuyu, kama ni Kikuyu unajua vizuri, Mungu atasikia? Ni original. Wacha kutuimbia Kiingereza na yenyewe uijui. Amen. Huku ndani you are Lord. Lord ya wapi? Ni Lord ama ni Lord? Hata unashirabu na unatuimbia Kiingereza. Imba kwenyu. Are you listening to me? Mungu si mzungu. Mungu anasikia Kikuyu. And let me say this. I love worship because worship is dynamic. Worship is what? A true worship is dynamic. Hata uende nchi gani na watu waabudu katika roho na kweli, utasikia. I traveled to Ethiopia many times. Ethiopia, they don't speak English. They speak Amharic. But when you listen to Ethiopian song, utalia na hakuna mtu amepiga. The spirit. Ukiwasikia in a substance. Na wajua Kiingereza. Na waimbaji wao wanaalikwa Ulaya kwenda kuimba. Deep worship. Enda makanisa zao. Maana wanaruka hivi. Hivyo ndio, that's like a style of their worship. Wakiinua mikono kuabudu, hata kama hujui kile wanasema, utaabudu. Mimi naongelesha waimbaji wetu. Let us be original. Tuache fake, tuache kuigana. Let us be original. Kama wewe umeitiwa Masaini, imba na hiyo lugha. Mungu anajua Kimasai. By the way, God speaks to you first in the language of your mother. Hiyo ndio lugha Mungu anakuzungumzianga nayo kwanza. Bwana vizana. But nashangaa watu wetu si Waswahili, si wa lugha ya mama, si wazungu. Alafu tunaimba nyimbo zisizo na neema ambazo ni za sizo. Kwa takawaya nipeleke wapi? Kwa takawaya niende nayo wapi? Alafu tuko hapa tumeimba sana kwa taka, niende nayo wapi? Nyimbo ambazo si haiwezi kudumu a generation. Sikiza nyimbo kama kina Tenzi za Rohoni, cha kutumaini sina, it has lasted. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka na miaka. Imba cha kutumaini sina popote ulimwenguni inaimbwa. Lakini yenu nipige randa upeleke wapi? Na wewe si mbao.
Bwana Yesu asifiwe sana. Please, let okay. Merudi mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Uko pleasant. You have a good ministry. You have a wonderful gift. Lakini your gift haileti matokeo. Hiyo ndio mambo tunadili nayo wiki hii katika jina la Yesu. Kila hali, kila situation tunaongelea kitu tunaitwa dealing with evil foundations. Dealing with what? Evil foundations. Ni vizuri tuelewe, sikiza the words of the man of God, Elisha. Alipoletewa hali hii, alisema hivi, look at the words, and he said, man aliambiwa the city is pleasant, and as you can see, it is well situated, as you can see, but the water is bad, and the ground is barren. And he said to them, bring me a new cruse, and put salt therein, and they brought it to him. And he went forth unto the spring of the water. My version nyingine nasema kwamba, and he went to the source. He went where? Every problem has a source. Kila shida ina mahali imetoka. Amen. Hata ya mji huu ina mahali imetoka. Hiyo ndio tunaita foundation. Can I say this? Foundation ya mara nyingi haionekani, lakini iko very important. Saa hizi hii nyumba ambayo tuko ndani hatuoni foundation. Si ni kweli? Hatuioni. Sisi tunaona nyumba mzuri imesimama, lakini imesimama kwa sababu kuna watu walichukua muda kuchimba kufikia jiwe ili nyumba hii iweze kusimama. Bwana sana. Leo nikukuuliza swali. Ni nyumba gani iliyo na msingi ambayo ni deep? You don't need to get in search. You just look up. Mtu akikuuliza swali, ni nyumba gani iliyo na strong foundation? Don't look down, look up. The taller the building, the deeper the foundation. Amen. Bwana asifiwe sana. Now, katika ulimwengu wa kiroho, any single problem unaona ina shida kutoka kwa msingi. Listen to me. Na shida ya misingi ya kiroho haiko chini, inakuwa ndani. Are you listening to me? Physical foundations sometimes are down. Spiritual foundations are in the spiritual realm. So, lazima tutafute kitu, tufanye kitu naitwa diagnosis. Tujiulize swali, ukienda daktari, hakuna daktari mwenye akili timamu atakupatia dawa kama hajakudiagnose. Amen. Na ndio maana daktari anauliza unaumwa na wapi? Hapa. Okay, na wapi wengine? Hapa. Anakuuliza maswali, anaenda wapi? Na anakuja anakachukua kama mashini kana kupima hapa. Nashindwa hii ni nini natafuta hapa? Sasa anakuja anakushika pulse hapa kidogo, anakuweka pressure hapa, anatafuta asema huyu mtu ana shida, lakini lazima tujue hii shida imetoka. La sivyo utameza madawa yasiyo. Sana. Every spiritual problem comes from a source. Asifiwe Yesu. Hiyo source ndio tunaita foundation. Amen. Now, can we read Isaiah 51? Wana wa Israeli wanaambiwa kitu hapa ya muhimu sana. Kwenye kitabu cha Isaiah 51 verses 1 and 2. This is the word of God from the man of God Isaiah to the nation of Israel. And look at what he's telling them. Na hawa ni watu wa Mungu wanaambiwa maneno haya. Wanaambiwa 51 of Isaiah. Anaambiwa hivi, hearken to me, you that follow after righteousness. Swali. Tusimame hapo. Wanaongeleshwa kina nani? Nani anaongeleshwa? Sikiza, nani anaongeleshwa? Us that follow after. How many people who follow after righteousness who are here? Wangapi tunatafuta haki? Utakatifu, si tuko hapa? Now, wenye wanaongeleshwa hapa ni watu wa Mungu. Hey, listen to me. Hearken to me, you that follow after
righteousness, ye that seek the Lord. Nyinyi mnaotafuta Bwana, look unto the rock whence you are healed, and to the hole of the pit where you are dug. Bwana sana. Angalieni ile kware mliotolewa. Angalieni ile shimo mliochimbwa kwayo. Amen. Aisimami hapo mstari wa pili. Look unto Abraham your father, and unto Sarai that bare you, for I called him alone and blessed him and increased him. Wana wa Israeli hapa wanakumbushwa their foundation. Mumetoka wapi? Amen. Wanaambiwa kumbukeni ile jiwe, ile kware umetolewa kwayo. Nashukuru hapa Njiro kuna kware. Si ndio? Hapa kuna kware. Kware ya Njiro, mawe za Njiro hasifanani na Ndarugo. Amen. Bwana vizani. Mawe za Nairobi, maana ile hasifanani na mawe za Kisumu. Na ni mawe tu. Mawe za hapa hasifanani na mawe za Nyeri. Kile kina determine mawe ni kware. Uliza jirani, umetoka kwa kware gani? Amen. Asifiwe Yesu. Ile kware ulichimbwa kwayo, you look exactly kama hiyo kware. Amen. Alafu anaambiwa ile shimo mlitolewa. Kwa hivyo kila mtu ana shimo. Angalia yeye mwambie ulitoka kwa shimo gani? Yesu alitumia neno hili akasema mbweha wana mashimo. Kwa hivyo kila mtu ametoka kwenye shimo. Nasemanga kwetu kanisani. Kanisani kuna kila aina ya wanyama. Kanisani kuna kila aina ya wanyama. Inategemea wewe ni mnyama wa aina gani. Bwana sana. Kanisani kuna mandovu wanakukanyanga. Oh, nimekanyanga. Kwa napita tu. Wako kanisani. Anapita tu na anakanyanga. Wako kanisani, they trample you na they don't feel anything. Na wanajua. Wanakukanyanga kabisa, wewe unaumia, unaoneka. Hata siku anajua, hata yeye ajui, hata astuki, maana alikuwa anapita tu. Ukimwambia dada, nimekosea huyu ndio anasema, mimi nataka uombe msamaha. Haya, mimi sina kitu cha kutubu. Mimi sina. Pasta na wakati dada yangu huyu ameniita, mlikuwa mama. Mimi pasta, mimi siwezi msamehe maana hakuna kitu nimefanya. Ni mandovu. Angalia mtu aliye karibu na how are you ndovu kwa jina la Yesu. Unakanyanga watu and you don't feel it. Amina. Kuna mwingine ambaye nilisema siku moja kanisani. Niseme hii. Amen. Hata kanisani kuna umbwa. Wacha nikuonyesha tabia ya umbwa. Wako judge. Wako judge. Na by the way, hakuna mnyama loyo kama umbwa. Tunajua tuna negative part of the dog. Soma vizuri Google. The dog has been found to be the most loyal animal in the world. Na ndio maana anakaa na watu. Anapaswa kuwa mnyama wa msituni. Anakaa na watu. Umbwa ukijifunza lugha ya umbwa na uwe marafiki, huyo umbwa atakusafu. Lakini umbwa ana shida moja. Na wako chache. Haendangi straight. Haendangi straight. Jaribu. Ukitembea na umbwa njiani, anaenda kule, anaenda hapa. Anarudi. Tulikuwa tunaenda hapa, anakare. Shida yake moja, haendangi straight. Anatafuta mshenea hapa na mshenea hapa na anakuletea pasta. Unajua ni nini kinatokea sana? Watu wako karibu kwenda. Nasema hawa watu wako karibu. Pasta isho this pasta haina hiyo ya watu, be closer to them.
lakini hawahamangi. Wanajua nani anataka kuhama, lakini hawahami. Hata washirika wale walitoka pasa, mkianza hii church ako in touch na wao, hata namba wao. Umesikia? Angalia mtu aliye karibu na msimuongeleshe, muangalie tu. Wanasema kila mnyama yuko mzani. Na ni wazuri pasta, hao watu ni wazuri kwa sababu wana latest news. Latest. Wanakuambia hata wale, hata nani hata ile Sunday nini, nani alisema wamama wanapanga nini, wazee wanapanga nini, kwaya inasemaje, wanakuambia pasta, sasa jipange. Hii kanisa ikutaki pasta. Lakini unajua mimi nakwanga na wewe. Mimi nakwanga na nini? Mimi siandangi mahali kwa pasta, niko na wewe. Hiyo ni moja, hiyo ni tabia ya mbwa. They know everything. Na wahami. And also number 2, they don't support what you are doing. They don't. Wanasema tu, hiyo kanisa tumejenga na ndururu. Siku ya fundraising. Mimi sifanyi kwetu kanisani, hatufanyi fundraising. Tuliua fundraising miaka michache iliyopita. Kwa sababu tulijua siri. Fundraising ina uongo mwingi. Nikuonyesha uongo moja wa fundraising. Unakuja na shilingi 100 ama 500, unaivunja 50 na mbao. Kila mtu anasimama, nasindikisha ngapi? Bao. Nasindikisha ngapi? 50. At the end of the day, ile 500 si afadhali kuja na hiyo 500 wacha hapo ndio. Sisi kanisani, when we are giving, we do it within 5 minutes, 10 minutes, and I can say 15 minutes, we are done. Because hatukusindikishi na hatukupigi makofi. Hatufanyi nini? Hatukusindikishi na hatukupigi makofi. Maana tunaweza kuwa tunapiga makofi. Ni kuiba, umeiba. Umeiba. Sasa sikiza, tuna project inahitaji this amount of money. How many people can give us this? Hiyo siku unaleta na tunaondoka wapi? Hapo. Imagine pastor, unakuta microphone kama hii tunafanyia harambee. Microphone. Sasa kama tunafanyia microphone harambee, tunajenga kanisa mingi. Tunanua uwanja na uwanja hizi asingojei. Mimi nisema kwa kanisa ni fundraising. We do what we call sacrifices. Sacrifice. Kuja ukiwa umejiandaa. Kama sacrifice yako ni moja, mbingu inatambua. Kama sacrifice, maana kuna mambo kuna A, B, C, D of giving. Somebody say A, B, C. Inaitwa A, B, C, D of giving. Number 1, A stand for give according to your ability. It's biblical. Amen. Una uwezo wa kununua microphone peke yako. Alafu nasema, wapendwa, kanisa inahitaji microphone. Microphone shilingi 2,000 tuchange. Hapana. Na wewe ukijenga kwako, ulituita. Ngoja kidogo, niulize swali. Ngapi umejenga? Mimi najenga. Mimi. Basi. Ulipojenga ulituita? Uliambia kidogo leo nahitaji msumari kilo 1. Wangapi watanipa? Kama wewe mwenyewe unajenga kwako, mbona nyumba ya Mungu tuifanye kuwa ni soko? Microphone. Wangapi watatupatia 1,000? Tupigie makofi. Microphone. Enda dukani, nunua microphone, tuletee. Mbona sana? Kama ni vyombo hii tunahitaji, ile viti wewe unakalia peke yako kwa nyumba yako. Na ni wewe unakalia peke yako kwa nyumba yako. Ni zaidi ya hii vyombo. Halafu tunakaa hapa, wapendwa, tunanunua vyombo ya 1,100. Mangapi ana? Hiyo ndio mimi Bishop, I kill fundraising in our church. Death. Simia. We have never gone to it and we will never. Kwa sababu unatuletea shilingi 50 umeiua. Umeivunja 50 mpaka hata inalia. Nilisema siku nyingine nimesema A of giving. Number 1 nimesema ability. Number 2, the Bible says give the best. Give what?
Uliza jirani, ile pesa ulitoa hapa, what did you give the best? Give the best. See, give cheerfully. Cheerfully. Number 4, give according to your dream. Okay. Pastor, me I want to be a millionaire. Nionyesha tabia millionaire. Pray. Kuna mwingine mmoja alitumia my spiritual father ananiambia mambo mazito. Anasema wewe ni ndovu. Lakini mahali yapanya. Sasa tuonyeshe wewe ni ndovu. Kwa nini? Kwa kutoa. Sasa wewe unatuambia pastor, ni mamilionea na sadaka yenyewe haiongei hivyo. Give according to your dream. Where do you want to go? Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nirudi kwa mfundisho. Siende hiyo laini ya giving, maana nitakaa hapo. Hallelujah. Mwambie mtu, kila mtu ana shimo na kila mtu ana kware. Nimesema tuongeleshe watu. Kila mtu ana nini? Uliza umetoka shimo gani? Wengine mashimo yenu ni ya uchoyo. Kama ingine ya kwetu. Mgeni anaingia, mama anachukua uji. Anaweka kwa itara. Mgeni nani uji? Mgeni anauliza, mama fulani, tuko hakuna kotere. Huko. Alafu anasema, na mama naona moshi. Hapana, ni guards. Za kwetu huwa zina smoke. Kwetu hata guards, unajua guard ni nini? Ile watu wanatengeneza kuweka maziwa. Huwa zinatengenezwa na moshi. Hiyo moshi ndio inafanya iwe fresh. Unachukua makaa, unaiweka ikiwa moto. So inatoa moshi. Ni guards. Inafanya nini? Kumbe nyumbani inachomeka. Maana alitoa uji na haraka. Hey! Kuna wengine uchoyo ni ndugu yake na dada yake. Shimo. Hata ukikufa akupatia. Na kuna kanisa ni pesa. Kuna washirika pesa ukitembea. Hata maji unaomba. Kuomba maji upewe. Pastor, karibu. Anakuweka nje dakika 5. Na kuingiza ndani uchoyo. Hataki uingie, maana hataki ufanye nini? Ukule. Mwangalie jirani na usimongeleshe shimo. Umetoka kwa shimo gani? Amen. Kware wengine wamekatwa katika kware hiyo ya uchoyo. Kware ya vita. Wako kanisani lakini mikono yake mikono ilikuwa inapita. Kuna wazee wako hivyo, anachapa mama. Na ameokoka, anapenda Yesu, ni kware. Kware ya kwao mikono zinafanya nini? Zinafly. Na unajaribu, nilikuwa nini? Wengine kware ya kwao hawatoi pastor. We have people in the church, they don't give. Wanapenda kanisa, wanapenda Mungu, lakini hawatoi. Naoni sababu ya kutoa. Hata si kutoa tu, hata sababu ya kutoa hawaoni. Kanisa mnaimba wimbo, kuna juzi nilituma kwa page ya kwetu kanisani, how an African and especially a Kenyan give. Anatoka pale wimbo unaimba, alafu huku nje kuna maelfu, katikati ameweka 100 katikati, na hiyo ndio anaenda kutoa. Lakini ukiona hapa amefungua nini? 1000, anachomoa 100. Easy kabisa. Hata walking style ya easy. Na mzee mmoja alikuja akatoa kanisani. Alikuwa treasurer wa kanisa. Na anajenga mijengo. Kumbe anatumia pesa ya kanisa. Nyinyi mkitoa, unajua kuna wakati ambao tulikuwa na mabanki. Yeye ndiye anaweka pesa ya kanisa. Anambia kanisa, pesa nitawawekea. Lakini mkihitaji lazima mnipe siku 2 au 3 niwatafutie. Kwa sababu gani? Anaenda kuweka kwa mijengo. Sasa mkitaka lazima mfanye nini? So siku moja watu wakaja wakatoa ile kanisa, napenda hata hii kanisa tunatoa hapa mbele. Wachungaji,
tulete watu kwa madhabahu. Sadaka itolewe wapi? Hapa. Ndio tukuonange. Kile unafaa? Sasa akaja na nashukuru Mungu, nafikiri ilikuwa kama hii. Unaweka kwa kashimo. Kakabisi. Shilingi. Hiyo kacoin kakakosa shimo. Kakarudi kakagonga mbele, kakashika aisle. Ikapita katikati ya kanisa. Paka mwisho. Kila mtu akaona. Na zile kanisa ambao wazee wanakaa pande hii na wamama wanakaa pande hii. Pressure. Kanisa. Mwingine hii pia ilitendekea sisi kwetu kanisani. Alienda wakati wa sadaka. Ukiangalia sadaka ndio watu huwa na shughuli ya watu kutoka. Wakati wa matoleo akaenda kuchomoa kakibeti. Atoe sadaka isionekane. Kibeti kalienda. Akapitia masema ibomolewe. Nini? Kumbe kibeti na pesa. Ilitendekea sisi kwa crusade. Kwa hivyo hiyo sio story, ni truth. Bwana tuzame. Hallelujah. Siku moja nilipeana kwetu kanisani, historia iko hapa itakusaidia. Siku moja noti za Kenya zote zilikutana, zikatoa ushuhuda. Ushuhuda wa kwanza ilitolewa na 1000 note. Sema mimi huwa ni mkolong parliament na State House Nairobi ya juu. Mimi napatikana katika mahoteli kubwa, watu wakubwa ndio wanashika. Hapo ndio my life. Hiyo ni note. Of course note ya ziongei is a story. Amen. 500 nikatoa na ushuhuda naye. I was so thank God. Siko mbaya sana. Nilipata na Moi Avenue na mahali kuna biashara kubwa za Wahindi, industries, huwezi nikosa pale. Nimeingia pia mahoteli makubwa. I thank God. Maana ili 1000 ipate kuvunjwa lazima niwe around. Hiyo mbili ikatoa testimony. Thank God. Hata mimi huwa napatikana Tomboya na River Road, hapo mahali popote kuna biashara huwezi nikosa. Kwa sababu ili 500 ipatikane change lazima 100 ikatoa ushuhuda. Na pia namshukuru Mungu. Of course mimi nimesafiri sana, maana niko kwenye matatu zote zinaendanga utanipata. 50 ikatoa ushuhuda. Umesikia? Napatikana sokoni kwa watu ambao sana, lakini hata hapo ni afadhali. Mahali nakutananga na kutoa mara nyingi kanisani. Na kanisani hawana huruma. Kabla hawajanitoa huwa wananifinya. And to be sincere, juzi nilikutana na mchungaji. Akaniuliza swali, ni wiki tu, because I was in Heaven's Gate. Akaniuliza, Reverend, no, last week, remember last week, Reverend, kwenyu ni kama kwetu. Akauliza, kwa nini? Akasema, kwetu ile vita tunapigana nayo saa hii ni vita vya msingi. Vita vya kanisa imejaa. Ukienda kuhesabu sadaka 50, lakini hata si 50, ni 50 hazina uhai. Zimekuwa murdered. Imefinywa. Mpaka inachukua watu wa kuhesabu masaa mawili. Mnafikiri leo kumetolewa. Kumbe ni kujaribu kustraighten pesa. Very serious. Niliambia wote kanisani kwetu. Sababu moja inafanya watu wa masake waue pesa, una aibu ya kutoa. Kenye unatoa na vile ulivyo haionekani. Kichwa umevaa 3,000 na musini ndio unakuja na kanisani. Kichwa. Kiatu umevaa 1000
lakini mkono ya kuja church mbao. Tunaweza toka na wewe tukae mahali tukule ngiri ngapi? 3. Na ni chakula tu ya hapa na ni ya masaa kidogo, lakini kanisani ukikuta mtu amekuja na 1,000, huyu amerogwa. Wanasema huyu amerogwa. Unafanya nini? Amerogwa na kanisa. Kuna roho inatuambia never ever give to church. Vita. I went to Bishop Lai one time. That's in the 90s. I was a frequent attendant wa word explosion kwa miaka mingi. Sasa nimetoka kwetu wakati wa sadaka, nimetoa kamia na ninajisikia. By that time I was a young man, I was not married. Nilikuwa na kitambi. I was a businessman. And I had good money. As a young man I was making like 10,000 clean money every day. Clean. When I say clean, nimetoa expenses zote every day. Na nikijana hujaoa. Kitambi na kana kwa. Hayo utatoka. Si utaenda mahali popote na unataka kwenda. But I love God. So nimeenda pale watu wanatoa sadaka. Nikakaa karibu na familia moja. Mimi nimetoa 1,000. Kap ni shilingi 100 mpya. Si ni sadaka natoa. Mzee mmoja hapo akaingia kwa mfuko. Akachomoa ngiri, akampatia mtoto wake hapo. Sikumbuki kama ni ngiri 2 3 akampa. Akachukua zingine, akampatia mama. Angalia hivi. Akaingia kwa mfuko hii, akachukua ingine, akashika yeye mwenyewe. Akaingia kwa mfuko hii, akatoa rundo la pesa, akaiweka kwenye basi. Niliangalia mia wangu, nikaona niko misplace kabisa. Nashukuru Mungu ananiongelesha, ananiambia look at yourself, look at your life. Haifanani na wewe. Nikaanza a journey of giving. Mimi leo there is money, kuna pesa siwezi toa hapa. Hata mkiitisha sadaka zote. One of the problems when you set in your church, sadaka zimeitishwa na kwa sababu unaibika kutoamuka. Wakati watu wanatoa sadaka, unatoa chochote. Mimi kama sina hiyo pesa siamiki. And you cannot do anything. I go to meetings. Kama sadaka inatolewa na hiyo pesa sina, nakaa chini. Si wewe unatolea, ni Mungu. Amen. Mimi nina kiwango leo, I cannot give in church. I cannot. It's a journey. Niambia kwa kanisani juzi. Today I'm not badly off. I'm not badly off. When I look at my giving in a week, and I'm not saying, I'm saying this for the glory of God. Katika safari yangu ya giving, I look at it at least in a week, at least in a week. Sadaka zangu haiwezi kuwa chini ya shilingi wiki. Lakini sikukuwa hapo, nilikuwa msimu kama wewe. Lakini nikaamua kufanya nini? And today, nilipoanza hiyo jani, I have never lacked. Ever. Tuko pamoja? Kwa pastor, na nikifanya agano na Mungu nikose. Kama umekosa, mimi sina shida, Mungu ndiye ana shida. Mungu hujanipa. Na mimi natoanga hii. Kama hujanipa, shida ni ya nani? Kwako. I'm not the one. Make a cover. Begin a journey. Wacha kukaa hapo. 50 miaka nenda rudi 100 na ukaingia kwa kwanza. Kama yusi niambia wewe kanisani, hii chupa ya pombe inaitwa mzinga. Inaitwa mzinga moja ni shilingi 2 moja pia ya bia. Sasa nauliza, wewe ukunywi pombe na hakuna mzinga umeleta kanisani? Nauliza swali, nauliza tu, wewe ukunywi? Amen. Hatujakuona kwa baa. Si hata wewe ukasirike, useme kila Jumapili mimi nakuja na mzinga wangu kwa Mungu. Amen. Mimi siendi na yangu kwa baa.
nakuja nayo wapi? Madhabahuni. Lakini why unakuta mzee mzima wa church amefika 100. Unajua maandiko yanasema mkono huu usione kile mkono huu. Uongo. Yesu alisimama kwa treasury. Alisimama kwa treasury. Alijuaje huyu mjane alitoa kwenye? Alifanya nini? Basa, nimesema siku ni vizuri saa zingine tusimame kwa treasury. Tuangalie vile watu wanaongea. Maana wengine ni wangwana, lakini narudi kwenye source. Wengine mahali umetolewa ni jambo hiyo hawatoi. Na wana sababu ya kutoa. Tuko nao kanisani. Kwa hivyo kila mtu number 1 una shimo na unakuwa leo umetoka. Kuna rangi uko nayo. Na tunajua umeokoka, lakini kuna karangi. Kuna nini? Kunayo. Kwa sababu ni shimo ulitoka. Leo lazima tuvunje hizo mashimo. Lazima tujingoe kwa hiyo kware. Wanaambiwa kumbukeni your father who? Abraham. Mungu anasema hivi, I took him out of Haran and I did what? I bless him. Hey, sikiza, unaweza toka popote, lakini ukijipeana kwa mikono ya Mungu, maisha yako yanaweza badilika. Asifiwe Bwana Yesu. This man you see here, I have a lot of testimonies. Number 1, I came from a poor family. Poor! Ambaye maskini wanaita poor. Mimi nilimaliza shule na deni kubwa, singeweza kulipa. Mke wangu huyu ni mshuhuda. Niliendea certificate ya shule. Sio kitambo. Unategemea na juzi gani? Kwa sababu singeweza kulipa. I left high school with a debt. Hata wakati nimeingia college, nashukuru wako nitisha. Maana siku wanaweza kuchukua. Amen. Mimi nimesoma kwa neema ya Mungu. Neema. Sikuitishwa college na nimefanya kazi katika organizations za international organization. Kibali cha Mungu. Lakini mimi nimefanya kazi kwa organizations I don't qualify. Watu wako kwenye maofisi wamechapa madegree ngapi, masters. Mimi niko hapo tu. Lakini kibali cha Mungu inanifanya kuwa the best. Mpaka kuna moja nimetoka, nilivuta kazi kwa maana Mungu alinisuluhuzia. Acha na kazi, nikaacha. Waliweka hiyo kazi for 1 full year wakiningojea nirudi. Bwana sana. I was a coordinator of an international organization. Nilikuwa nasimamia nchi 11. Bwana sana. I traversed African, Eastern and Southern African countries. I was in charge from all the way from Ethiopia to South Africa. Lakini ile familia nimetoka masikini oehae. Kwa Mungu wapendwa ni kuzuri. Ukijipeana kwa Mungu, hakuna kitu haiwezi fanyika. Asifiwe Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Ni vizuri ukubali una shida. Ile kware umetoka na ile shimo imetoka ina nini? Una shida. Abraham nimemuita, nikafanya nini? Nikambariki. Kama baba wetu wa imani Abrahamu alibarikiwa, hata wewe utabarikiwa. Hallelujah. Listen to me, niseme hivi. Nimesema Elisha anasema nipelekeni kwa the source. The source. Anasema this problem must have a foundation. Must have a, na akaitisha chumvi, akaitisha maji. Salt stands for the word of God. Chumvi inasimamia nini? Neno. Amen. Lakini pia chumvi katika Biblia inasimamia pia matendo. Si ni kweli? Akasema nipeni maji. Akaichanganya, akaimwaga, akasema hivi, kuanzia leo hivi ndivyo asema Bwana, haya maji utatakazika na hautazaa mapoza tena. Tumekuja kuongelesha hizo hali katika maisha yetu ambazo hasisikii maombi, haisikii wokovu. Umefanya kile unaweza kufanya, lakini bado hakuna mabadiliko. Lazima wiki hii tuweze kuyashughulikia katika jina la Yesu. Sema amen. Na natangaza, unasema kwa jina la Yesu, neno la Mungu lina uwezo
ya kunikomboa, kunibadilisha. So listen, evil foundations, Ezekiel anasema haya maneno kwenye maybe nitapick from there tomorrow kwa sababu ya time. Anasema kwamba foundations are not visible many times, but they are very important. Evil foundations can oppress, hinder, or stagnate your progress. Mambo matatu. Evil foundation can what? Oppress you. They can hinder or make you stagnant. Huwezi kusonga kwa sababu ya evil foundation. Ukisoma Ezekiel chapter number 16, maandiko yanasema kwamba neno la Bwana likamjia Ezekieli ikamwambia, kumbusha Yerusalemu nini? Uovu wake. Maybe you can pick from it. Kuna neno lilishangaza kwenye Ezekiel. Ukienda 44, can we read very quickly because of time? I want to finish in the next 5 or 10 minutes. I'll be done for the glory of God. Tusome verses 1 and 2 peke yake alafu turuke. Tusome kitu iko hapa. Ezekiel 16. Kama kuna mtu amepata, nisomee kwa haraka tu sababu ya muda. Tuangalie kitu iko hapa ya muhimu sana. Anasema, again the word of the Lord came to me saying, Son of man, cause Jerusalem to know what? Her abomination. And say, thus says the Lord God unto Jerusalem, thy birth and thy nativity is of the land of Canaan. Thy father was an Amorite, thy mother a Hittite. Haya yote ni Jerusalemu inakumbushwa msingi. Nini? Kwamba baba yako ni nani? Muamori. Mama yako ni Muhiti. Now, nataka tusafiri tuende 44, the same chapter. Uangalie kitu kiko hapa ya muhimu sana. Uone vile kwa nini anakumbushwa haya yote. Anaambiwa maneno haya. 44. Behold, everyone that uses proverbs shall use this proverb against you, saying, as is the mother, so is the daughter. Kama vile alivyo mama, ndivyo alivyo binti. Okay. Now at thy mother's daughter that loathed her husband and her children, and thou art the sister of thy sisters, which loathed the husbands and their children. Your mother was a Hittite, your father an Amorite. Imerudiwa? And thy elder sister is Samaria, and she and her daughters that dwell at thy left hand, and thy younger sister that dwelleth at thy right hand is Sodom and her daughters. Yet thou hast not walked after their ways, not done after their abomination, but as if that were a very little thing, thou was corrupt more than they in all thy works. Sikiza Yerusalemu anaambiwa maneno haya. Kumbusha Yerusalemu uovu wake. Amen. Akaambiwa shida yako kubwa imetokana na nini? Kizazi. Mama yako alikuwa Muhiti. Baba yako alikuwa Muamori. La sivyo, ngoja nikuonyeshe pia. Nataka pia nikukumbushe dada zako nikiona. Dada yako wa kwanza ni Samaria. Na Samaria ana tabia moja, anadharau mume wake. Na kuna jamii zimetoka kwa hiyo tabia. Wanawake, mke akiolewa anabeba dharau. Wanapuza waume. Dada yako Samaria kazi yake ni kufanya nini? Anachukia, anapuza, anadharau mume wake. Sema the other your younger sister ni Sodoma. Now, uliza swali, tabia ya Sodoma na tabia ya Samaria ni gani? Hizi ni nchi na miji zilizotembelea katika abomination. Sasa Jerusalem inaambiwa hii methali itatumika pia. Like mother. Kaonde? Watu wangapi wako kanisani na wana tabia ya mama yao? Watu wanafikiria. Alini ni kama alikuwa mtu wa siasa. Na unaona ni mzuri. Mama yangu alikuwa mkali sana. Hata baba yangu angemwambia kitu. Alafu naona ni unafanya nini? Like mother.
Tukiangalia mama yako, kila mtu aliye hapa, mama yako ana tabia ya mama. Angalia jirani usimwongeleshe. Muulize kuna tabia ya mama naona. Silaliwa mama hata wazee. Hakuna mwanaume anajivunianga wakati anaitwa huyu mtoto anakaa kama yeye. Sasa nimezaa. Nafanya nini? Sasa kama baba yako alikuwa mlevi, kuna kachembe siku moja lori ya pombe imeanguka. Ameokoka, amejazwa roho. Asema siwezi angalia ikimwagika namna hiyo. Yaani hata ile hamu ya pombe bado hii. Sema kitu namna hiyo ndio inamwagika. Siwezi angalia ikimwagika. Paka hamu imeanguka. Kwa sababu kwao ni laini ya pombe. Unajua kuna watu ambao hata uwaudie bishop namna gani kuwatoa kwa pombe inahitaji mkono wa Mungu. Kwa sababu wamekunywa mpaka pombe ikawakunywa. Hawana shida na ni wazuri na wanatamani. Hakuna mlevi atakaye kuacha pombe. Hata labda wale wakao. Nasemanga hivi, mlevi ni katabia moja. Na ndio maana mlevi, I love one thing about drunkards. Kitu kimoja nampendea drunkard, number one, kila mlevi ni shujaa. Kila mlevi ni shujaa. Yeye anasemanga mimi naona. Wewe usinichezee. Nitakununua. Na saa hiyo ana. Kila mlevi ni shujaa. Number two, hakuna mlevi kukubali defeat. Hata akiangua kwa mtaro, usiniguze. Usiniguze. Napenda walevi kwa hiyo. They never accept defeat. Napenda mlevi kwa mtu mwingine. Hata wakati hana chochote anaitisha haki yake. Mama, leta chakula. Nataka hii ni nyumba yangu hii. Na hajaleta anything. They know their rights. Kitu kingine nimegundua na walevi, nimekaa na wao hapo gifted na kudunga walevi. Huyu mama ukiwa na mlevi amemshinda mletee. Atamnyorosha. Na I don't know gani nayo. Kuna siku moja anapita mahali tulikuwa tunahudumia walevi kwetu kanisa. So tunawapatia chakula. Leo ndio huyu ametukumbusha kitu. Huyu alikuwa mlevi. Huyu ni accountant. Huyu kai alikuja kanisani saa 11 kuokoka. Anaenda kwa club. Na leo. Sasa ametukumbusha kitu leo. Hakuna mlevi. Kumbe sio kule wanachukia maji. Kwa sababu maji reduce kiwango cha nini? Cha alcohol. Hawakunywi. Sasa sisi tukawa tunawaita asubuhi na tunawakuta wameshafungua lock. Kwa hivyo before waingie kanisani tunawapatia packet ya maziwa. Na tunahakikisha amekunywa kabla hajaingia. Sasa wengine walikuwa wajanja, anachukua anaweka wapi? Kwa mfuko. Kumbe hataki kushuka. Akamwambia wewe, rudi, maliza mlango utapita ukiwa umeteremsha nini? Maziwa. So tulikuwa tunawahudumia. Na wengi wa leo wengine ni watu wa ajabu. One of them is an engineer, yuko Dubai. Alikuwa amevunjwa mkono na mama. Alikuwa amewekwa na mama. Na si mke wake. Na huyo mama alikuwa anapika chang'aa. Sasa huyu mwanaume akagoma kwenda kupika chang'aa. Mama alimnyorosha. Alimtandika, akamvunja mkono. Jamaa akaenda polisi. Akachukua inaitwa nini pre-what? No, alienda polisi akaripoti. Alipoenda polisi akakuta mama amemtangulia kwa askari. Utadu. So akapelekwa hospitali, akafungwa. Akaja kanisani kwa hiyo mikutano. Akaniambia, "Pastor, mimi nataka unisaidie. Mwanaume ukuta mwanaume analia." We. Nikamwambia, "Fanya hivi, unataka nikusaidie, enda uchukue P3." Akaenda akachukua P3. Mama akasikia ako polisi amechukua P3. Kabla hajafika katani, akakutana na yeye. Anambia, umetoka polisi kuja hapa. Achukua mkono. Unasikia bwana? Huyo anaona saizi asitoka. Kutosha ile mwanangu shida. Onge cha mtu.
lakini alikuwa amerudishiwa tu nothing, na ameoa sasa. Azuri. Bwana Yesu. Sisi. Si testimony malizisha. Sababu tayari mwisho. Lakini nasema hakuna hali haiwezi, hakuna hali haiwezi. So siku moja nilikuwa napeana story ya mke wangu mzee hiyo. Amepita mahali anaongelesha walevi wazuri. Mlevi mmoja akabulona yeye. Akaona kasichana. My dear. Ambia my dear. Unajua ni vizuri anamtia moyo. Akamwambia mimi hapana wewe huwezi olewa. Sasa mlevi akaamua siku moja kumwambia hata kuna siku nitakupeleka kwangu. Mjamaa kabulona dada. Sasa mlevi akachukua akaenda tulikuwa tunatoka Morning Glory akapitia hapo akamchukua. Ambia dada nina mtu wangu. Mjamaa aliletwa tu kwa ghorofa juu ameona amepelekwa na nani? Dada. Alipofika akaweka unakaa nyuma kama hii. Anasema so nikatokezea kwa weekend ilikuwa nyumbani. Nilikuwa nimevaa kinyasa maana nilikuwa kutoka hapo t-shirt. Sasa ibani nani fulani meet my husband. The guy alishiringi. Akasema kwisha mimi. Lakini sasa si najua. Ananiambia bwana feel comfortable. Mama, wewe ndio mama wako. Kaambia ndio na huyu anaitwa Reverend. Sasa naamini wewe ni pastor. Sasa naamini mimi pastor mniombee. Today is a change man. Bwana Yesu asante. Hallelujah. Bwana asifiwe. Sasa Yerusalemu ikaambiwa kumbuka nani? Chimo. Kumbuka your abomi, your father, your mother, your sister. Look at how they are. Number one, write this because it's very important. Nataka nizungumze 5 dimensions of evil foundation. Nitagusa moja tu alafu tuombe. How do they manifest? How do evil foundation manifest? Number one, they manifest through what we call soul ties. Soul ties. Na hapa ndipo inaambiwa Yerusalem, kumbuka kule umetoka. Kumbuka kule umefanya nini? Kware ile umefanya nini? What does that talks about? It talks about a connection, a soul tie. We'll pick from there tomorrow in Jesus' name. Simama. Nataka tuanze kuombea. Unaweza kuwa Mungu amekuzungumzia. Sijui ile hali wewe uko. Watu wangapi tuko hapa ambao tuna situations ambazo ni ngumu. Amen. Usiogope. Kuna hali ambazo unajiulizanga maswali. Mbona hii hali haibadiliki? Mbona hii situation haichange? Wangapi tuko hapa? Hata mimi niko hapa. Bwana mzama. Hii wiki ni wiki yetu. Mimi sijui mtu mwingine, but for me this is my week. Bwana mzama. Tumekuja kuidenea Njiro. Haijalishi iko na jina mbaya kiasi gani. It can be pleasant, it can be well situated, lakini kuna vitu ambazo zinazalisha mapoza. Biashara hazikui, ndoa asisimami. Wetu Githurai kuna roho moja tumejua nayo kwa miaka mingi. Nilisema jana Githurai ina roho ya roughness. Kama wewe ni soft, Githurai si kwako. Githurai inataka watu rough. Maana kila mahali ni rough. Kama hujui kuweka simu, Githurai tunakuwekea vizuri. Na tunaiba na tunasema mwizi, na mwenye anasema mwizi ni mwizi mwenyewe. Mwizi ndio huyo. Ameona.
maana kwa ajili yangu katika jina la Yesu Kristo. Bwana nihudumie, Bwana nishughulikie katika jina la Yesu. Hizo hali ambazo ziko nyeti, hizo hali ambazo ni ngumu, kesha kama yana roho ya kuzalisha mapoza, kila mapoza kwenye maisha yangu, kila mapoza kwenye ndoa, kila uchungu kwenye ndoa yangu, kila uchungu kwenye biashara, kila uchungu kwenye huduma, kila kupoza, kesha kama yanda laboze mekazo kalababosaya. Hii ni wiki ya kushughulikia kila evil foundation in the name of Jesus, inayosababisha maisha yangu kuwa stagnant, inayosababisha huduma yangu iwe stagnant, in the name of Jesus Christ, in the name of the kesha kama yanda labozaya. Somebody pray, 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 pray. Pray for yourself tonight. Mwambie Bwana, hayo mambo ndio nje ninaweza kuonekana niko pleasant, nje mambo yanaweza kuonekana ni sawa, nje mambo yanaweza kuonekana ni vizuri, lakini kuna kuzaa mapoza, kuna stagnation, kuna bitterness. Shaka mayanda. Leo tunanenea kila bitterness kwenye ndoa, kila bitterness kwenye huduma, kila bitterness kwenye biashara, kila bitterness kwenye mahala pako pa kazi, katika jina la Yesu Kristo, katika jina. Baba, ulituma neno lako niweze kupona, ulituma neno lako niweze kesha kama yanda re kama yando lobozaya, re kama yanda labozaya, re kama ya. Somebody lift up your voice. Kesha kama yanda. Ile kware umetoka, ile shimo ulitolewa kwayo. Wapendwa, wengine wetu tumezuiliwa kwa kule tumezaliwa, tumezuiliwa na kula ambako tumetoka. Ile shimo tuliingia, shimo za ndoa, shimo za partnership na uhusiano ya watu ambao tumeshikana na wao. Shaka mayanda labo ze, kama yanda labo kanda, kesha kama yanda bo. Mwambie Bwana usiku wa leo, nitembelee Bwana, nihudumie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Wacha neno lako lifanye kazi kwenye maisha yangu, wacha neno lako lifanye kazi kwenye maisha yangu. Kila maisha ya uchungu ninakataa, ninatoka kwenye maisha ya uchungu, natoka kwenye maisha ya struggle, natoka kwenye maisha ya kung'ang'ana. Kesha kama yanda rekaba shela babosaya, rekama yanda laboze. Somebody pray katika jina la Yesu Kristo. Kila kupoza, kila uchungu, mwambie Bwana usiku wa leo nibadilishie, nibadilishie maisha, nibadilishie maisha, nibadilishie maisha, nibadilishie maisha, nibadilishie